Unajua hii siku huyu mwanamke anagusa upindo wa vazi la Yesu. Kuna mtu mmoja anaitwa Yairo. Yeye alivyoenda kwa Yesu, alimwambia njoo nyumbani kwangu, binti yangu iko anakaribia kufa. Njoo umwekee mkono, atapata kuishi. Haleluya. Hivi mwae kujiuliza kwa nini Yairo anamwambia Yesu njoo nyumbani kwangu, umwekee binti yangu mkono, ndipo ataishi? Huyu mama yeye anaamini akigusa upindo wa vazi la Yesu atapona. Yule akida yeye anaamini Yesu akisema neno tu, hahitaji kwenda nyumbani kwake, wala akida hahitaji kugusa vazi. Sema tu neno. Ngoja nikwambie watu wa Mungu. Amen. Ufunuo, Mungu anapokupa ufunuo, yani imani inapokuletea ufunuo, wewe ndio unachagua njia ya Mungu kutenda kwenye maisha. Amen. Akida alichagua njia kwamba usije nyumbani kwangu, sema neno. Amen. Yule mwanamke yeye imani yake ni kwamba Yesu akiwa mbali siponi. Amen. Ni mpaka nimegusa. Hivi tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Kwa yeye imani yake itamsukuma afanye vyote, apalangane pote mpaka afanye nini? Amegusa. Amen. Mwingine imani yake ni kwamba Yesu akiingia tu nyumbani kwangu. Lakini ukienda kwa akida anasema mimi sitaki hata aje nyumbani kwangu, aseme tu neno. Amen. Hivi kuna mtu konaye vizuri asubuhi ya leo? Haleluya. Hivi unajua kuna watu hapa kanisa anaamini mpaka prophet aje nyumbani kwangu ndio shida imeisha. Huo ndio ufunuo alionao yeye. Haleluya. Ila kuna mwingine anaweza akakaa kule nyuma kwenye kona, yeye anasema tu lile neno la mwezi huu litakapotamkwa ndio muujiza wangu uko hapa. Amen. Amen. Huo ni ufunuo. Huo ni nini? Ufunuo. Amen. Sasa watu wa Mungu waga tunakosa huo. Amen. Kwa nini tunakosa huo ufunuo? Bado hatujawa na imani. Amen. Yaani hatujaamini kwamba Mungu yupo. Yes. Hatujaamini kwamba Mungu anatoa thawabu. Hatujaamini kwamba tukija hivi kanisani tunakuja kupokea kitu. Amen. Mtu aliyekuja kanisani hapa kwamba leo amekuja kupokea kitu, amekuja kupata suluhisho la madeni alionayo, hawezi kukaa kama wewe. Yes. Lazima aje ndani yake amejitune. Hivi kuna mtu tunaenda naye vizuri asubuhi leo? Haleluya. Amen. Ndio maana Waebrania 11:6 anasema Mungu anawapa thawabu wamtafutao. Yes. Hawapi thawabu watu wenye shida. Amen. Mungu angekuwa anawapa thawabu watu wenye shida, dunia nzima hamna mtu angekuwa bado na tatizo. Mungu akusaidie kwa sababu una shida. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Anakusaidia kwa sababu umemtafuta. Amen. Yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu muda wa miaka 12, Yesu akumponya kwa sababu ni mgonjwa. Yesu alimponya kwa sababu yule mwanamke alitafuta uponyaji. Akaufuata kwa Yesu. Na akaamini kwamba akienda anaenda kupona. Sema amen. Haleluya. Amen. Kwa tuna watu wengi wana shida, wana matatizo. Lakini ukiendaga kwa Mungu unaendaje? Unaenda kama Yakobo. Yakobo aling'ang'ana. Kwa sababu Yakobo ile siku kama malaika asingembariki, Esau alikuwa anamuua kesho yake. Yaani palikuwa pakipambazuka Yakobo anakufa. Kwa sababu amemuibia Esau baraka zake. Esau ana hasira. Yakobo alimkimbia Esau akaenda kwa Labani. Sasa imefika muda Yakobo anarudi. Na Yakobo akurudi hivi hivi, Mungu alisema naye rudi. Yakobo akasema kwa kuwa Mungu umeniambia nirudi, ngoja nirudi. Lakini sasa Mungu nikirudi naenda kukutana na Esau. Na Esau ana hasira na mimi anataka kuniua. Ikatokea kama kwa bahati mbaya. By the way ilikuwa hivi. Yakobo alitenga wake zake sababu alikuwa na wake wawili. Na wale vijakazi akawatenga familia yake. Kundi moja akaweka huku, kundi lingine akaweka huku. Akasema kwamba ikitokea Esau akapiga kundi moja, angalau moja libaki. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Alivyomaliza kutenga yale makundi mawili, mali zake zingine ameweka upande huu, zingine ameweka huku. Yeye akaenda akakaa mahali peke yake. Yaani alienda mahali, sijui alikuwa anaomba, sijui alikuwa ananena, sijui alikuwa anamlilia Mungu, lakini kuna mahali yeye akaenda peke yake. Amen. Familia kaacha huko, familia nyingine kaacha huko, kaenda mahali peke yake. Mungu akaona huyu mtu ana shida. Sasa Mungu akwenda kutatua ile shida. Malaika akapita kama anapita tu kwamba vipi nani Yakobo? Unaendelea? Yakobo akasema Mungu wangu, yaani sikuachi. Kwani umepita hii njia? Wangapi tunamkumbuka Bartimayo? Bartimayo alikuwa na shida. Ameketi kando ya njia anaomba sadaka. Na Yesu alikuwa anajua Bartimayo ana shida. Lakini Yesu alipopita Yeriko, alipita tu. Alijipitia zake tu. Akasema kama Bartimayo atakuwa interested, ataniita. Amen. Kuna watu nimewaacha mbali. Haleluya.
Yaani wakati Yesu anapita Yeriko alikuwa anajua kwamba kuna mtu ana shida hapa, kuna mtu ni kipofu. Sio kwamba Yesu alikuwa hajui. Yaani kama ambavyo Yesu anajua shida yako, anajua. Lakini si umekaa kimya? Endelea kukaa kimya. Endelea kukaa kimya. Watu wa Mungu nawafundisha siri za ufalme. Haleluya. Hizi ni nini? Siri za ufalme. Tatizo ambalo huwezi ukaenda kumwambia Bwana hivi face to face, utabaki nalo. Utaendelea kusema, utaendelea kumtumikia Mungu na Mungu hana shida. Mungu anabaki kuwa Mungu, anabaki kuwa Alfa na Omega, anabaki kuwa El Shaddai, anabaki kuwa Jehova. Yaani kuna kitu kisipotokea kwangu leo Mungu anapungua. Mungu anabaki vile. Sasa Mungu aga hawapi thawabu watu wote, anawapa wale wanaomtafuta kwa imani. Haleluya. Yes. Kwa hiyo Yakobo aling'ang'ana na yule malaika, akasema sikuachi mpaka umenibariki. Kwa sababu alikuwa anajua pakipambazuka mtakuwa sipo. Na kwa sababu alimaanisha, malaika kweli alimbariki. Na Esau walivyokutana, Esau mwenyewe akamsujudia pale, wakakumbatiana, wakalia, yakaishia hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Yes. Leo nataka niongee na watu ambao mnataka Mungu aingilie kati. Haya mambo haga ni personal. Ni mambo ya mtu binafsi. Haleluya. Sio mambo ya kikundi. Ni mtu binafsi. Kama unafurahia kwa unakuja kanisani na kurudi, sawa, endelea. Ila kuna siku ya kumwambia Mungu, mimi sasa hivi ninataka nikuone. Mungu sasa hivi nataka utende. Ninataka niame level. Hapo ndipo Mungu atalituma neno. Biblia inasema Mungu aga analituma neno. Sasa Mungu analituma neno kama wewe hujalitaka. Eti wakati akida anaenda kwa Yesu, Yesu alitamka neno kabla akida hajalitaka neno? Hapana. Haleluya. Mungu ni waajabu sana. Haleluya. Wakati mwingine kwa sababu hatuelewi utendaji kazi wa Mungu, kuna wakati tunalalamika, kuna wakati tunakata tamaa. Tukifika mbinguni Mungu atatuambia, hii siku wewe ndio, Biblia imesema tutakao ufungua duniani linafunguliwa na, tutakao lifunga duniani linafungwa na mbinguni. Kuna mambo mengi sisi nafikiri kwamba Mungu ndiye hajafanya, kumbe ni sisi. Wewe ungekuwa ni Bartimayo, umeketi kando ya njia, wewe ni kipofu, Yesu anapita. Okay, tuseme Yesu apite tu, mtumishi akupite tu, yani prophet tu akupite. Watumishi wana roho mbaya sana. Hivi unajua ukisoma kwenye Biblia kwa mtazamo tulionao sisi leo, Yesu alivyokuwa anatenda, tungesema ana roho mbaya sana. Labda nyinyi msomaji Biblia. Haleluya. Kuna mambo mimi nayaonaga humu, nasema kama ingekuwa ni kizazi hiki, tungesema Yesu ana roho nini? Mbaya. Hivi wewe ni kipofu, tangu kuzaliwa hujawahi kuona. Anakuja kukuponya, anatema mate kwenye matope, anatengeneza matope kwa mate yake, sio kutumia maji, sio kutumia maji ya dasani, mate yake. Alafu anakupaka wapi? Kwenye macho. Alafu anakuambia nenda kwenye ile birika ukana. Hilo birika ulijuu, wewe kuliona. Haleluya. Hivi wangapi kwenye ibada hii nikienda nikachukua hapo matope, ngakwambia Bwana ameniambia ili uolewe, njoo nikupake ama matope usoni, alafu nenda ukanawe, ndio uso wako umefunguliwa. Nakwambia kesho kila mitandao ya kijamii itakwenda niongelea, huyu mtumishi wa uongo mpaka binti wa watu matope. Kwanza mwenyewe atalia, wanakataa, nasema mimi sitaki. Nilikuwa nasoma kitabu cha mtumishi mmoja this week, akawa anamuongelea Smith alikuwa ni mtumishi Mungu anamtumia kwenye miujiza na uponyaji. Sasa yeye ulikuwa ukienda ukamwambia unaumwa tumbo, haleluya, badala ya kuwekea mkono hivi anakupiga ngumi kabisa. Yaani hiyo sio uongo, hiyo ni kabisa, iko proof. Wewe ukienda unamwambia baba ni nini tumbo, anakwambia kaa vizuri, anakupiga ngumi, na akisha kupiga ngumi unapona, ila unabaki kuna maumivu yale ya ngumi. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, kwenye Biblia ukisoma vizuri, kuna namna usipoelewa utahisi Mungu yuko arrogant.
Amen. Soma watumishi kina Elia, kina Elisha. Walikuwa wako arrogant. Unajua siku hizi watumishi tumekuwa wapole mno. Ndio maana kuna mambo mengine hadi hayatokei. Watumishi walikuwa wako arrogant. Yesu mwenyewe alikuwa yuko arrogant. Unataka akuponye, unataka akufumbue macho, onyesha nia. Uonyeshi nia, ndo amepita hivyo. Haleluya. Amen. Yaani Bartimayo pamoja na kulia, watu wanamzonga, wanamzuia, Yesu alikuwa kama haoni. Bartimayo akafanya jitihada zote. Ndipo Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Swali lingine ambalo pia ukilitafakari unaona this is, Yesu alikuwa ni Mungu. Yesu alikuwa ni nabii. Haleluya. Alafu Bartimayo amepiga hizo kelele zote, bado anafika kwa Yesu. Yesu still anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Hivi ungekuwa ni wewe. Haleluya. Amen. Nasema Yesu bana, nitabaki na shida yangu mimi. Si ndivyo mlivyo? Haleluya. Hivi kweli, hivi na maana Yesu huoni kama mimi ni kipofu? Muda wote napiga hizo kelele ulikuwa usikii. Bado tena unaniuliza unataka nikufanyie nini? Yesu bana nenda bana, mimi naona hujamaanisha. Hayo nao kufundisha. Nimehudumia watu wengi. Haleluya. Wapendwa wengi tuna hizi attitude. Yaani tunafikiri kwamba mambo ya kiroho yatakuja tu. Amna bana. Haleluya. Hivi kuna mwanamke akienda leba kujifungua inakuja tu kirahisi kwa sababu tuko Agano Jipya. Haleluya. Amen. Wamama oye. Oye. Lazima tumwamini Mungu. Amen. Kwa hiyo huyu mama alipata ufunuo. Imani itakupa ufunuo binafsi. Jamani, hii point usisahau. Haleluya. Amen. Kuna kitu waga tunafunuliwa. Kuna kitu utafunuliwa wewe. Amen. Sio wewe na mtu fulani. Wewe binafsi utafunuliwa. Amen. Lakini huwezi kufunuliwa kabla hujamwamini nani? Mungu. Kwa hiyo ukishamwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji, kuna ufunuo utaupata. Kuna wengine Mungu anawafunulia kila mahali utakapokuwa unaenda uwe unashuhudia. Amen. Unashangaa mtu kila mahali waga anashuhudia, mimi namshukuru Mungu aliniponya. Mpaka mnakuwa mnakereka. Huo ndio ufunuo aliopewa kwamba ili uendelee kuwa mzima, endelea kuwa unashuhudia kila mahali uwe unashuhudia. Anakuwa anashuhudia. Amen. Na kwa kufanya hivyo ndio anatunza uponyaji wake. Amen. Wewe Mungu anaweza kukupa maelekezo tofauti. Si umepona? Ndio. Basi kila mwezi ukimaliza kutoa zaka na shukrani, toa na sadaka nyingine ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya afya. Huo ni ufunuo umepewa wewe. Haleluya. Amen. Ndio maana kuna mambo ya kimungu ambayo Mungu anaweza akawa na dili na mimi, asifanye hivyo na wewe. Amen. Kabisa. Amen. Mtu mmoja nikamwambia, ili jambo ukitaka Mungu afanye, unatakiwa uombe hata masaa 2. Akasema, Prophet samani, ina maana Mungu hawezi kufanya hili jambo mpaka nimeomba masaa 2? Nikasema aswa, kuna watu na viatu. Haleluya. Wapendwa wengi hatutaki kumuelewa Mungu. Hatutaki kumuelewa nani? Hivi unaelewa kwamba kuna jambo mimi naweza nikaomba masaa 7 ndio Mungu akalitenda. Wewe ukaomba dakika 2. Unaelewa hicho kitu? Amen. Ndio maana kuna watu wengi waga wanakwazika tunapotoa shuhuda. Hivi unajua kuna shuhuda waga zinawakwaza watu. Yaani unasema, hivi Mungu mbona kama fulani kwake anamfanyaga kirahisi? Mimi nahudumia watu wengi, kuna watu kabisa naonaga nasema, isi hawa watu wana bahati. Jana nilikuwa na tafakari. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Unajua mimi wakati najazwa Roho Mtakatifu, mimi nilianzaga kujazwa Roho Mtakatifu, lakini siku najazwa Roho Mtakatifu sikunena. Imenichukua karibia miezi 5 kuomba na kufunga ili tu Mungu anipe kunena kwa lugha. Miezi 5 mimi nimefunga. Nikikwambia kufunga sio ile kufunga sijui unafunga masaa 12. Nilikuwa nafunga siku 3, siku 4 kavu. Ili tu Mungu anipe kunena. Miezi 5, wala sipunguzi wala sijaongeza. Inaweza kuwa inazidi lakini haipungui miezi 5. I was praying, asking God. Namwambia Mungu, mbona maandiko yanasema kwamba nitanena?
Hapa niulize, wangapi mliomba hata mwezi mzima? Ulifunga hata mwezi kunena? Si ulinena tu. Sasa mimi niende kwa Mungu niseme Mungu ila mimi ulinionea? Hamna. Kuna kitu Mungu alikuwa anashughulika na mimi. Kuna watu wamfuatisha. Haleluya. Hivi unajua haya sasa ndio mafundisho. Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna mtu anasema mbona hichi kitu mwingine amekipata kirahisi? Mbona mwingine aliwekewa mikono? Unaweza kwenda kabisa kwenye mkutano wa mtumishi ukaona wengine wananena na unarudi hujanena. Amen. Unatakiwa wewe ujue Mungu kwenye hili eneo anataka nifanye nini? Amen. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anaweza akawa na kutrain. Mimi Mungu alinitrain, niliomba miezi 5 mfululizo. Amen. Kufunga na kuomba. Unamaliza hizi 3 kavu, unafungua au bado uneni. Unapumzika kama wiki moja, wiki ijayo unaingia 4. Amen. Unapumzika, wiki ijayo unafunga 2 kavu. Amen. Kuna wakati nilikuwa nikifunga ndo najisikia raha. Lakini nilisema Mungu, mbona Biblia imesema walinena wote? Mbona mimi sijanena? Amen. Nilisoma yale maandiko ya kujazwa Roho Mtakatifu ya kunena. Niliyasoma yote. One day. My God. Hallelujah. Amen. Siku ilipokuja nilisema sasa watanikoma. Hallelujah. Unajua hamna kitu umekipambania for a long time, hapo siku kikija unasema Mungu, nataka kweli nitumie hii karama vizuri. Mtu mmoja aseme amen. Hapa kuna watu jambo huwezi kuliombea hata wiki 2, 2 weeks. Alafu nasema nina haja na Bwana. Nina haja nawe. You are not serious. Not serious. Ngoja tuendelee kidogo.